Yaani wewe ni sababu ya kuja hiyo mpaka nafikia tu unaigonga serikali. Hivyo unajua mimi ni serikali. Na kunigonga mimi ni kesi ya jinai na kufunga. Barua kwa mheshimiwa. Mambo poa Sabrina, za siku nzuri. Za huko utokako Ni nzuri lakini sio kivile. Kwa nini? Kuna shida gani? Si unajua toka ndugu yangu alivyopotea mpaka leo hatujamuona. Mpaka sasa hivi bado hamjampata? Ndiyo. Lakini mmechukua hatua yoyote? Kuhusu hatua, nilichukua na kwa mwenyekiti nilienda. Lakini nilipokuwa kwa mwenyekiti namuelezea shida, alianza kunishikashika. Mwenyekiti alionikuta kule sio ya kuvumilia. Na nashukuru sana, najishukuru mimi kwa mazoezi niliyokuwa nayo. Nisingekuwa mama mazoezi, kuna vitu vya msingi sana ningevipoteza kwenye mwili wangu. Nini bwana? Uvulana wako? Bwana hii kazi wewe nituma hii bwana, tafuta mtu mwingine, mimi nimenishinda. Jeshi. Kamanda. Jeshi. Sema Kamanda Mboni. Kamanda Mboni. Jeshi kama jeshi. Acha kunidhalilisha bwana. Bwana katika harakati zangu, katika ile kazi uliniagiza. Na? Nikita kwa jicho moja hivi. Nikutana na afande wawili, sina afande wale. Afande tena? Sijui niliwakabaji wale. Bwana, natembea niko na lollipop yangu na ilamba. Bwana. Sio wakaanza kunikimbiza. Kimbia mimi bwana sina mbio zangu. Kukimbia kidogo mbele nikateleza chini. Wale wamenidaka. We. Na ghafla mke wake alitokea. Alipotokea mke wake ikawaje? Ikabidi niondoke, kwa hiyo sikuendelea tena kufuatilia. Mbona sasa hiyo inataka kuwa kazi sasa? Lakini rafiki yangu, usikate tamaa. Tuamini tu ipo siku tutampata. Sawa? Labda pengine Mwenyezi Mungu akijalia, kwa sababu ni mtu mzima. Kama yuko salama atarudi, na kama atakuwa labda akapoteza maisha basi sawa rafiki yangu, mimi nilikuwa nakuuliza hivyo tu. Nilikuwa naelekea hapo dukani, sijajua wewe ulikuwa unaelekea wapi. Mimi kuna sehemu naelekea huko mara moja kwanza. Basi sawa, tutakutana siku nyingine. Aya, kwaheri. Yale yalokataliwa kwenye uongozi uliopita leo yanafanya kazi. Mtoto anapewa mimba akiwa bado shuleni, akisha kujifungua anarudi masomoni. Mati. Abe. Hongera sana Mati. Asante. Naona bado unajipambania. Mdogo. Kama nilivyokuambia, uliniuliza kwamba mimi ni mwalimu. Na nikakwambia ukitaka kujua lazima unitafute. Na imani leo umefanya hivyo. Hebu ngoja kwanza nikuulize. Vipi? Leo umesoma nini? Leo tumesoma history, biology na maths. History, biology na maths. Ndiyo. Naweza kuuliza swali? Uliza tu kwa na amani. Kama unavyojua, Afrika ilikuwa ni bara letu. Lakini hapo zamani lilitawaliwa na Waingereza. Hebu unaweza kuniambia kwa nini Waingereza walikuja kulitawala bara la Afrika? Sababu ilikuwa ni nini? Tena bwana nimekutana na wewe hapa njiani.
Unaona huo mguu nilikuwa nakuja huko kwa getoni kwenu. Hivi wewe ungekuwa ndio baba, umepeleka mwanao shuleni, alafu akatoka tu mtu kala kashiba kala ugali wake, akamtia mimba binti yako. Ungejisikiaje? Unajua mpaka sasa hivi bado sijakuelewa. Unasema ulikuwa unanitafuta. Afadhali umekutana na mimi. Haya niambie kuna nini tena? Hujanielewa kitu gani? Hivi wewe nikuulize kitu kimoja. Hiyo zipu yako hiyo, hauwezi kuifunga? Yaani inakaa imeachama masaa yote. Nilikwambia Doksi, yaani kwa wake za watu umo. Kwa mabibi, kwa mabinti, wanafunzi umo. Una shida gani wewe mdogo wangu? Una pepo wewe? Sister, na mambo mengi ya kufanya. Na hapa naona kama unazunguka mbuyu tu. Hebu jaribu basi kunielewesha ili nijue na mimi unazungumzia nini. Hivi ngoja nikwambie kitu. Sawa? Hakuna mzazi anayempeleka mtoto wake shuleni alafu akategemea akajazwe mimba na mjinga mmoja. Hapo awali Waingereza walikuja Afrika na kuitawala. Walikuja Afrika kwa ajili ya rasilimali. Kwa sababu Afrika ilikuwa na rasilimali nyingi sana. Na sisi wa Afrika hatukujua matumizi yake na tulikuwa tuzifahamu. Pengine ni kukosa elimu, na ndipo Waingereza walipokuja wakajimilikisha pamoja na miji mbalimbali mikubwa. Mfano Mali Empire, Ghana Empire, Tongai Empire. Hizo miji walizitawala, na tulipojaribu sisi kuinyang'ania waitumia nguvu kubwa sana kutuondoa. Waitupiga, wakatujeruhi, wengi wao waliuawa kutokana na hizo rasilimali. Unafanya vizuri sana katika somo la history. Sasa nisikuulize mengi, maana sasa hivi ni muda wa kwenda nyumbani. Nadhani siku nyingine ukitaka kujua vingine kupitia mimi unaweza ukanitafuta tukazungumza kama hivi tulivyozungumza. Unaweza kaenda Mati. Sawa, lakini kuna swali nataka nikuulize. Kuna binti amekuja hapo nyumbani kwangu asubuhi. Anakuja anasema na ujauzito wako. Alafu isitoshe ni mwanafunzi. Wewe Doksi wewe. Hivi unajielewa wewe? Ana mimba? Rudia tena, labda mimi nimekusikia vibaya. Umesema amekuja binti nyumbani asubuhi na amedai kuwa ana mimba. Haya, hiyo mimba ni ya nani? Nisiniumize kichwa kwa kuwa sio mwanao, sio binti yako. Au labda angekuwa ni mdogo wako wewe. Sawa akajazwa mimba, ungejisikiaje? Alafu nyinyi wadogo zangu mna nini? Kwa nini usimhurumie mzazi kajitoa? Katoa hela yake. Unajua amejinyima mangapi? Unachukua mtoto wa watu, unamcheza mimba. Hivi mbona wewe una huruma wewe, una nini? Yule demu alikuwa ananidharau sana. Ananiambia mimi sijiwezi. Au mwanaume suruali. Hivi unafikiri mwanangu sisi hata kama ungelikuwa ungekubali kudharaulika? Toka nimeanza kukuona, yaani ni mtu tofauti sana. Alafu kinachonishangaza, yaani uoni, alafu kinachonishangaza, kila linalotokea mbele yako, wewe unalifahamu. Kuna nini ndani yako? Kusema kweli mimi nina uwezo sana wa kutambua mambo. Japokuwa sioni vizuri. Ila akili yangu ina upeo mkubwa sana ya kuona mambo ya mbali. Lakini sasa ili niweze kuja kukwambia kwamba kwa nini ninaona hivyo, siku nyingine tena utakuja niulize ili niweze kuendelea kukwambia. Sawa, nitafurahi sana. Unaweza ukaenda. Aya, bye. Zuzu, naonekana sifai, lakini mabaya nayaona. Naiandika barua kwa mheshimiwa. Naiandika barua kwa mheshimiwa. Hivi unajisikia unachokizungumza? Yaani anadharau. Kwa hiyo yaani dharau zake zinaenda na nini na hiyo mimba uliompa? Au kwa kuwa mjomba wetu ni mwenyekiti, sasa mnaota mapembe, si ndio? Unaamua kufanya unavyojisikia. Kwa taarifa yako, yaani hili nitalisimamia. Sawa Yaani mjomba hata husika. Sawa? Utabeba msalaba wako. Mpumbavu mmoja wewe. Mtoto anapewa mimba akiwa bado shuleni,
akisha kujifungua anarudi masomoni. Zuzu, naonekana sifai, lakini mabaya nayaona. Naiandika barua kwa mheshimiwa. Naiandika barua kwa mheshimiwa. Ikikufikia barua uisome. Marahaba. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Okay. Jambo jema. Imekuwa bahati sana tumekutana. Maana kuna kitu nataka nikwambie ambacho kimekuwa ni kama surprise. Mati, kuna habari imetuendi sana hapa mtaani kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Sasa hii imeni surprise kidogo si unajua? Imeni surprise sana. Hivi ni nani aliyesambaza habari? Mimi sijui chochote. Alafu kingine, tengua kauli. Mimi na wewe hatuna mahusiano. Ni kweli hauna mahusiano na mimi. Hilo nalifahamu. Lakini ni kiuchakachuo ubongo wangu na nikafanya calculation. Naona kabisa huenda wewe umesambaza hii habari ili utrend. Si unajua kutembea na mwalimu kama mimi ni jambo la heshima. Lakini Mati, kama ushanizimbikia si uliambie tu. Ili na mimi nianze kujimwaya kidogo like this. Mwalimu, kama nilivyokuambia awali, mbingu na ardhi haziwezi kukutana. Yaani kuwa na mimi hilo sahau. Ni sana kwenda kuongeza maji baharini, kitu ambacho hakiwezekani. Alafu, mbona unakuwa mvivu wa akili? Wewe mtu shida gani? Mbona nikinga njia, kwa nipite wapi? Binti, unaonekana wewe ni jasiri sana, lakini umejaa matatizo makubwa sana. Nisikilize binti, hapa umekutana na mganga wa kifinyo. Na finya kweli kweli. Yaani utumia hata akili. Mwanaume unajua kukataliwa. Mimi nilikuwa nakuhitaji. Hata usingetumia nguvu kunipata. Tumia akili bwana. Alafu unanipotezea muda. Muda mwingine ukinisimamisha, tuongee vitu vya point na vya msingi, sio upuzi wako. Hivi Mati, unaondokaje kirahisi kama hivi? Wakati bado simeanza kuongea. Alafu siku hizi unanidharau wewe. Maana naona siku hizi unaongea maneno yani kama unaongea na mtoto, sio? Sasa naomba unisikize kwa makini. Tambua kwamba mimi ni mwalimu wako. Naweza nikakutwanga sasa hivi. Au si nikutwange sasa hivi wewe, maana wewe siku hizi umeshaanza kuwa mpumbavu wewe. Unajua mimi nikikuchekea chekea unaweza kuniona kwa wewe. Kuna kitu mpumbavu. Sikiza nikwambie, walimu shuleni mtani raia wa kawaida tu. Yale yalokataliwa kwenye uongozi uliopita leo yanafanya